sidhani kama ni sahihi wewe kufanya hivyo wakati huu tulikuwa. Sawa, ila kumbuka leo baba kwa sasa ananipitia. Hiyo nilijua na nisikupe shida. Niacheni. Sawa. Sawa. Okay. Okay, tunaweza gani? Asante. Unaniita fubo kimya mwenye chochote. Nieleweni. Nasikitika kukuambia kwamba sina matumaini ya kupona kwa mgonjwa. Kwa nini unaniambia hiyo kauli? Jitahidi sana, lakini kutokana na hali yake sidhani, ila uwezekano wa kupona ni mdogo sana. Dokta, yaani kwa kila hali, kwa uwezo wako, kwa elimu yako, nakuomba ujitahidi. Hebu mwokoe mzee wangu. Sawa, tutajitahidi, lakini sio kwa asilimia mia. Nimeshakwambia ni uwezekano wa kupona ni mdogo. Unaweza kwenda, sababu kuna watu wengine atakuwa nao wapate huduma. Samahani, unaweza kwenda. Kwa pesa yoyote, kwa mali yoyote, niko tayari kutoa hili mzee apone. Mimi hii ni taaluma yangu, kwa hiyo nina uwezo wa kukusaidia bila hata kunipa pesa. Kwa hiyo tumejitahidi sana kila iwezekanavyo. Na maana nikakupigia simu moja kwa ofisini ili tuongee. Okay. Nimekuelewa. Baba. Hali yako? Naomba sana, sijui kama nitapona. Pole mzee wangu. Mzee, nilikuwa kwa dokta. Ila dokta aliniambia kwamba utapona. Utarudi katika hali yako. Usikate tamaa na hiyo mzee wangu. Baba. Hapana, mimi naomba sana. Kwa hali niliokuwa nayo kupona ni majaliwa ya Mungu baba. Ndio dokta anakuficha tu. Mimi naomba baba, naomba kwa kweli. Baba, nakuombea kwa Mungu. Utarudi katika hali yako. Utarudi kama zamani. Baba, wewe ndio mtu pekee katika maisha yangu ambaye nakutegemea. Umenilea tokea niko mtoto mdogo. Bila kujali kama ni damu yako au sio damu yako. Katika maisha yangu ndio kila kitu. Sitaraji nikupoteze mbele ya macho yangu. Natamani leo kukuona ukiwa katika afya yako. Nakuombea kwa Mungu akurudishe katika hali yako. Na isitoshe mzee wangu, wewe umelala kitandani, lakini mimi bado nasimamia mali zako. Ofisi yako naiendesha kiufasaha na kwa uaminifu. Kwa hiyo kuwa na amani mzee wangu. Nachokuomba, endelea kusimamia kila kitu. Wewe ndio tumaini langu, kijana wangu. Uaminifu wako umenifanya nikuone kama mwanangu niliyekuzaa. Lakini katika kusimamia, tafadhali sana, muangalie sana shangazi yako. Shangazi? Sawa baba, nimekuelewa. Usijali mzee wangu. Sawa, sasa kwa hali jinsi namuona moyo unaniambia, naomba utoke nje kwanza nipumzike tafadhali. Sawa baba. Unapumzika. Haya baba.
nimechoka mimi mama. Una shida gani? Silali tu yani. Sipati usingizi kabisa yani. Una matatizo gani Mila mwanangu? Mimi ndo mama yako. Mimi ndo kuniambia kila kitu. Hebu niambie una shida gani? Kuna vitu tu yani naona viko sawa. Vitu gani kwanza? Mimi ndo kuniambia kila kitu. Hebu niambie una shida gani? Hivi mama. Anko anaumwa. Mpaka leo hii sielewi hatima yangu mimi hapa. Mila bwana. Hilo tu binti yangu. Sielewi tu na sikuoni unaandafia kitu chochote. Yaani uandafii tu. Mila, naomba unisikilize kwa makini mwanangu, sawa? Kwanza ukawa unajua wewe umekuja dunia hii kwa ajili ya Mwadela transport, sawa? Anko kama vile anaumwa, nategemea leo kesho akifa. Bahati mbaya ametoweka ghafla. Unataka kuniambia mimi naniacha? Jamani, ile kampuni inatakiwa iwe chini yangu mimi, natakiwa nikabidhi mimi madaraka. Uwe mpole. Umenielewa? Na ninakuondoa hofu kabisa. Ninakuwa mfanyakazi tu pale yani. Kwa nini sipewi mimi madaraka? Lakini siwezi nikakumilikisha kampuni vile ilivyo mwanangu. Ila haijakaa sawa. Umenielewa? Bwana mama, kama vipi tufanye maamuzi bwana? Maamuzi gani? Kaka yako mtoe. Wewe habari zenu za kazi? Safi. Kazi zinaendeleaje jamani? Aisee, namshukuru Mungu. Ndio. Sawa, nashukuru kama mnaendelea vizuri. Na kama mlivyosema si hakuna matatizo yoyote. Ila kuna kitu kidogo nataka nikurekebishe. Moki. Ndio sasa. Wewe ni meneja siku nyingi sana katika kampuni. Ila nakuomba sijui niseme nakwambia. Sawa? Kuanzia leo wewe sio meneja tena wa hii kampuni. Nini? Kuanzia leo Moki sio meneja wa hii kampuni. Shangazi. Lakini mbona maamuzi ya ghafla sana? Mbona sio ghafla Moki? Kawaida sana. Shangazi, maamuzi huo umefanya ghafla. Afu isitoshe pia mkurugenzi wa hii ofisi bado yupo kitandani hospitali anaumwa. Ni wakati wa kumwombea dua apate afya. Moki, mbona unaongea sana? Alafu wewe na mkurugenzi wa hii ofisi hamhusiani chochote. Sawa? Nilivyoongea mimi, atakavyoongea mkurugenzi ni kitu hichi kimoja. Alafu wewe sio mhusika katika hii familia. Binti yangu nadhani mnamfahamu Mila. Kuanzia hivi leo na siku ambazo zinaendelea, huyu ndio meneja wa kampuni. Jamani, si mmenielewa? Sawa. Sawa. Okay, fine. Basi ndio hivyo wanangu. Na wale ambao hawajafika mezalona nitawaambia kwamba kuanzia sasa hivi meneja ni Mila. sawa. 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 Kazi ndio wenyewe. Asante sana. Sawa. Mzee. Unakuja. Ila sijakuja kwa mazuri baba. Baba, nimekuja kukupa taarifa sio njema. Mwanao sio tena meneja katika ofisi yako. Na hayo ndio mimi habari ambayo nimeniambia. Maana yake ni kitu gani? Uliniambia niwe makini na shangazi yangu Melissa. Kwani sio mtu mzuri. Shangazi amenitoa katika cheo cha umeneja. Naona kabisa ofisi yako baba inapotea, inaoteketea. Namuomba Mwenyezi Mungu akupe afya njema, akupe nguvu, akupe uhai,
umejiweka katika hali yako, juu yaone yalitokea katika ofisi yako. Kwa hiyo